Kuna watu huingia kwenye maisha yako kama baraka na kuna watu wengine huingia kwenye maisha yako kama somo, lakini huwezi kujua tofauti hiyo mpaka moyo wako uvunjike. Hii story inaitwa A Boy in Love. Inamhusu mshikaji mmoja anaitwa Kevin. Kevo anahadisia na nukuu, jina langu naitwa Kevin, nina miaka 24 tu, sina gari, sina nyumba, sina kazi ya kudumu. Nilikuwa nafanya kazi ya vibarua pale vinapopatikana tu, lakini nilikuwa na kitu kimoja ambacho nilikuwa najivunia kushinda vyote: moyo wa kupenda. Nakumbuka siku ile ilikuwa kama jana hivi, jua lilikuwa linaelekea kuzama. Nilikuwa nimechoka kubeba mifuko ya simenti kwenye kazi zetu za saidia fundi. Mwili wangu ulikuwa umechoka kinoma. Mikono yangu ilikuwa imejaa malengelenge. Mfukoni nilikuwa na shilingi 7,000 tu. Nikiwa nasubiri daladala, nilimwona msichana mmoja akiwa amesimama pembeni ya barabara. Alikuwa amevaa gauni jeupe. Nywele zake zilikuwa zikipeperushwa na upepo. Tabasamu lake sasa lilinifanya nisahau uchovu wote. Daladala ilipofika, watu waliinuka wengi sana. Ghafla yule msichana akateleza na bahati mbaya simu yake iliangukia barabarani. Basi nikaikimbilia haraka, nikaichukua kabla haijakanyagwa na gari, nikampa. Akanitazama machoni, akatabasamu, kisha akasema, "Asante sana." Sauti yake ilikuwa tulivu. Sikuwahi kuisikia sauti kama ile. Nilijikuta nikitabasamu bila kujua. Basi tulipanda daladala moja. Kwa bahati nzuri tulikaa karibu, tukaanza kuzungumza. Nikagundua kuwa kumbe jina lake anaitwa Diana. Alikuwa mwanafunzi wa chuo, alikuwa anapenda kusoma vitabu, alikuwa anapenda muziki, na kila alipocheka nilijihisi moyo wangu unaenda kasi kinoma. Tulipofika kituo chake alinishukuru, lakini kabla alikushuka akanambia, "Kevin, nimefurahi sana kukutana na wewe." Nilibaki nikimwangalia hadi alipopotelea. Usiku ule sikulala mwanangu. Nilikuwa nikiwaza hasa ile tabasamu lake. Basi siku zikapita, nikaanza kutafuta sababu za kujipitisha maeneo yale ili tu niweze kukutana naye. Mwishowe tukakutana na mwishowe tukazoeana. Basi tukaanza kuongea kila siku. Polepole nikaanza kumpenda mtoto. Lakini sikuwa na ujasiri wa kumwambia kwa sababu nilikuwa najua mimi ni maskini na yeye alikuwa ni mwanamke ambaye kila mwanaume angetamani kukutana naye. Siku moja mshikaji wangu Musa aliniambia, "Kevin, mapenzi si maneno tu, hakikisha hujapoteza maisha yako ukijaribu kumfurahisha mtu." Nilicheka nikamjibu, "Kwa kweli, ukipenda kwa kweli kila kitu kinawezekana." Sikujua maneno yake ndio angeweza kuwa mwanzo wa maumivu makubwa katika maisha yangu. Wiki moja baadaye, Diana alinitumia text, "Kevin, kesho tunaweza kuonana, kuna jambo nataka nikwambie." Niliposoma ile text moyo wangu uliruka kwa furaha kinoma. Nilijua labda na yeye alikuwa ananipenda, wenda angekuja kuniambia kwamba ananipenda. Lakini sikujua kesho yake ndio ilikuwa siku ambayo ingenipelekea kwenye safari ya maumivu ambayo nisingeweza kuisahau kwenye maisha yangu. Je, Diana atakubali kuwa mpenzi wa Kevin au kuna jambo jingine ambalo litabadilisha maisha yake? Usikose part 2 ya A Boy in Love hapa OYS TV. Usiache kusubscribe na kuturn on notification kwa ajili ya kupata sehemu na simulizi zetu zinazofuata. Mimi naitwa Blood Tips. Keep it up, man.